kwamba watupe mashirikiano pale tu wanapobaini kwamba wana wasiwasi wa bidhaa ambazo tunazisimamia ikiwemo chakula, dawa na vipodozi. Kwa hiyo watupe mashirikiano kwa kutupa taarifa. Wapo watendaji wetu katika kila sehemu ambao wanafahamika, na lengo la siku ya leo kwamba zile changamoto ambazo zinajitokeza kwa kula chakula ambacho si salama zifikie, zipate solution ili wananchi wale chakula kilicho salama. Duniani, yani watu wengi kwa kila mwaka wanaopata madhara yanayotokana na chakula takriban 420,000 watu hawa wanaathirika duniani kutokana na kupata chakula ambacho kwa hakiko salama. Lakini na chakula hichi wengi wao wanakuwa wanaathirika watoto. Zaidi ya 30% katika 100% watoto wanaathirika kutokana na chakula ambacho kwa hakiko salama. Kula, dawa, vipodozi ama vifaa tiba. Lakini pia katika ukaguzi kunakuwa kuna uteketezaji, ambapo kwa zile bidhaa ambazo zitakuwa hazifai zile pia tunakuwa tunafanyia ukaguzi na kuziteketeza pale pindi zinapobainika. Hizi sauti zetu zisikike mbali, kwamba sisi tuna changamoto, tunaweza tukanunua kitu kikawa kimeharibika, lakini sisi kwa sababu wajasiriamali wadogo mtu hawezi kutuelewa, lakini wenye maduka makubwa wakiambiwa wanaweza wakaeleweka, lakini sisi hakuna mtu anaweza kutuinua hapa kwa kusema tutawasaidia hawa. Mtu anakuambia hata mimi nilinunua hivyo hivyo. Kwa hiyo tunapata changamoto. Wajasiriamali unafanya biashara, lakini akija mteja akikwambia hii imeharibika anaacha, mimi tayari nimeshatoa pesa na mwenye duka kule hawezi kunielewa. Kwa hiyo ni kilio chetu kwa jasiriamali wadogo, na sisi tunahitaji kusaidiwa. Kitu kiwa kimeharibika turudishiwe, kwa sababu mahitaji yetu ni midogo, na sisi tuendeleze biashara zetu ili mteja anapokuja siku ya pili tusipate changamoto kwamba siende meza ile kwa sababu kitu chake kimeharibika. Kama hiyo korosho kwanza tunazingatia ubora wa kile kitu, kwa sababu hiki ni chakula. Uwezo kanunua kitu ambacho hakina ubora, kitakuwa kina haki ni nini?